Wagwan people. Welcome to my YouTube channel. Welcome to Karuma Report. Na continue subscribing to my YouTube channel. Load to 20k subscriber. So guys, today manze, leo siko na furaha sana. Guys, najua mmekuwa mkiona hii vita yenye imekuwa ikiendelea Amerika, Israel wanachapa Iran. So tunataka tujue situation ya Wakenya wenye wako huko. Kuna Mkenya mmoja amekuwa akini DM, amekuwa akikamko on my DM. Akaniambia angependa kuongea na mimi ama angependa kunielezea venye kunaendelea. Tujue situation ya Wakenya wenye wako huko ama wako safe. Wacha nione huyu jamaa kama ako online, wacha tumjaribu, wacha tumpigie. Tuone kama atashika tu, aweze tu kutuelezea, tuongee na yeye one on one. Ako huko Iran. Wacha nimpigie, tusikie situation venye iko. Wacha tumjaribu, wacha nimpigie hapa tusikie. Ndio hii call inaingia. Ndio hii call inaingia, wacha tuone kama atashika. Ya kwanza imekatika. No answer. Wacha tujaribu tena. Hatutakufa moyo. Lazima tujue situation ya Wakenya venye inaendelea huko. Unaona? Wacha tusikie. Acha niweke. Hello. Hello. Yeah. Uko aje? Mimi niko salama na kama vile nilikuwa nimekuambia. Situation ya huku ni situation mbaya sana ya huku. Yeah, so unajua sisi mimi acha niseme kwa majina naitwa Jeff. Na niko huku mahali naitwa. Niko huku Tehran. Na vile ilivyo huku mambo si kama kawaida. Na je, so, ningependa kukuuliza aje. Uliza swali. Huko kuna Wakenya wengine ama situation inaendelea aje huko? Wakenya wenye wako huko wako safe? Situation ya huku unajua hizo milipuko zinapika kila mahali. Kwanza wakati juzi milipuko ilipiga huko karibu na majengo ya serikali ya Ayatollah Khomeini na wakaua watu wengi sana. Bosi wangu alikuwa rafiki mkubwa sana wa huyu Ayatollah. Bosi wako alikuwa rafiki ya Ayatollah, huyu mwenye aliuawa? Madevu, huyu Madevu. So alichukua hiyo siku wakati marafiki wake waliaga. Alipanic, tukakujua masaa 11 hivi na gari. Tukapelekwa hoteli moja huku Tehran. Ambayo bosi alituambia hoteli ni ya rafiki yake mkubwa. Hakusema ni nani. Sasa hii uko kwa hoteli? Niko kwa hoteli moja huku Tehran. Na sasa huko kuna Wakenya wengine mnaweza kuwasiliana nao ama? Kuna Wakenya lakini huku Iran Wakenya si wengi vile kama huku Qatar, Jordan, Saudi Arabia. Unajua huku Wakenya si wengi. So vile situation iko huku. Kuna Wakenya naongea na wao wenye wako, tunakuanga na WhatsApp group ya Kenyans. So ndio najaribu kuwasiliana na wao nione vile ilivyo. Although juzi usiku kuna mlipuko, Mkenya mwenzangu aliniambia kuna bomu ilipiga huko Fujairah iko huko UAE. Sasa ile bomu ilipiga, kuna Wakenya, kuna huenda watu kama 100. Kuna Wakenya walikuwa wanafanya domestic jobs kama hizi za cleaning, kutumwa barua, hizi job za kawaida tu. So niliulizia huyo mwenye tuliona naye, nikamuuliza wenye waliumia kama wamepelekwa wapi. Akasema anafuatilia, wako hospitali kubwa ya huko Fujairah. Na sasa Jeff, ningependa kukuuliza aje mambo na security huko. Security iko sawa? Juu pia unaona kuna Wakenya wengine huko. Sasa mambo na security iko aje? Sasa ile hoteli nakaa sasa tunaongelea na wewe, nimefungua dirisha. Niko 9th floor. Na nafungua dirisha, naona hizo milipuko za Amerika wakirusha.
Sasa kila mara zinapita pita kwa anga yetu, so inabidi hata maskari wenye wako huku wanatuambia tukae ndani ya hoteli, hata wakitukubalia kutoka nje wanasema mtu asipite dakika 5-10, maximum ni 10 minutes. Na hawa polisi niliuliza boss wangu kimchezo tu, nikamuuliza hawa polisi wanaitwaje? Unaona kama huko Kenya vile tunasemanga flying squad. Wa Iran, kikosi cha Iran kinaitwa morality police. Sasa hawa morality police ndio wanatuambia tukae ndani ya hoteli, tukae ndani tutijali. Sababu hataki watu waumie. So juzi nakwambia nikiongea na Wakenya wengine kwa WhatsApp group yenye wako Qatar huko, na wenye wako Qatar, wenye wako Bahrain, na wengine wako Jordan, nikawauliza hali yao ikoje, wakaniambia still hata wao wako in dilemma, hawajui wafanye nini, sababu hata kurudi Kenya ni ngumu. Hata wageni wengine wenye wako huku wenye walikuja kikazi bado situation yao ni ngumu because hewani kumefungwa, hakuna ndege ya kigeni inapita hewani. Sasa hakuna ndege yoyote inafaa kupita hewani. Hakuna ndege inapita kwa anga ya Iran ama kwa anga ya Uarabuni, unaelewa? Naelewa. Haitajumlikana balistiki yenye imeangusha ndege kama ni Amerika ama ni ya Iran. So the airspace of Middle East is blocked. Situation ni baya huko. Sasa hadi mkianza taka kurudi Kenya muwezi sai. Kuna kurudi Kenya because the situation so far. Unaona Uarabuni kumefungwa hewani. Uarabuni kumefungwa hewani. Hakuna ndege hata moja inaruhusiwa kwenda, unaona? Na sasa Wairani wanaendelea kuapa lazima revenge endelee, na revenge yao hawataki kujua ni nani yeyote. Ndege yote itapita kwa anga yao lazima waipige. Lakini Jeff, ningependa tu nikukate kidogo. Uliza. Ningependa unielezee chanzo cha hii vita ni nini? Juu mimi nikifikiria kwa mawazo yangu inaweza kuwa ni kidini, ikiwa wanapigania kidini ni nini? Chanzo ya vita ni nini? Kama unaweza kuwa ukijua unaweza tuelezea. Sio dini. Hii vita ni ya miaka mingi. Hata tukirudi pale kwa Biblia. Ukisoma rudi pale kwa Biblia, kitabu cha Esther kinasema how as a Persian walikuwa na mpango ya kuua Wayahudi. Pale wenye walikuwa naitwa Persian, they are the same people Iranian today. Sasa hii vita hata si ya mwanzo, hata ilikuwa mbele ya kuzaliwa kwa Yesu, unaelewa? So hatuwezi sema ati ni ya dini ama ni ya ukabila, although Waisraeli wanajulikana duniani ni watu genius, ni watu bright. So I think ni hii wivu ndio inaleta shida. Although so far Mwisraeli mwenyewe akiulizwa swali anasema mtu amewaua sana popote anawapata. Ati Muirani akipata Mwisraeli popote kona zote za duniani anamuua. So hii vita, so sitaki kusema ati ni ya dini ama ni nini. Kuna ile chuki iko kwa damu yao katikati ya wao wawili. Mwisraeli hataki kuona Muirani, Muirani hataki kuona Mwisraeli. So there's a blood conflict. Imeletwa sasa. Sitaki kusema ati ni hapa na pale. There's a hiyo conflict sijui ni ya mwaka gani. Hii vita sijui Mungu asaidie aje iishe. Na sasa nikuulize, juu umetuambia boss wako alikuchukua kupeleka mahali kwa hoteli. Yeye halali huku, yeye sijui kama ameenda hoteli nyingine. Mimi alituacha huku. Wenye tulikuwa tunafanya kazi kwake tulikuwa watu 6 hivi. Na sisi wote ametulipia huku ndio tunakaa. Anasema tukae huku mahali vita iishe. Na hii vita haijulikani itaisha lini, labda Mungu asaidie tu. So situation ya huku ni mbaya. Sasa unaona kama huko juu sisi tulikuwa Tehran. Juzi mabomu zingine zilianguka huko Northern Iran. Sasa huko mabomu ilianguka ni karibu na mpakani wa Iran na Azerbaijan. Sasa hii mabomu iliua watu wengi, lakini sijui kama kuna wana televisheni wameripoti hiyo kisa. Watu wamekufa wengi sana, milipuko, watu hata kuokota mili bado ni ngumu, sababu drone za Amerika na Israel zimejaa.
unastukia zimeangusha mabomu zingine. So mkienda kuokota zile mili na ambulance, mkienda kusaidia wale watu, unaweza stukia drone nyingine bado imeangusha bomu mahali mnasaidia. So hii issue ni iko tete, ni hali tete sasa ya Iran. Na sasa so kuna place nyingine nataka kukuambia. Kuna place nyingine inaitwa Isfahan. So Isfahan ndio wa Amerika wana target sana because they believe, wanaamini ati hii nuclear ya Iran ama ballistic zake zimechibiwa bunkers. Kuna bunkers za kuficha hizo ballistics, na tena wakati ya Israeli ilipiga Iran wakikomesha kujengwa kwa hiyo nuclear yao, Waisraeli walituma wapelelezi wao wa Mossad. Mossad ndio kikosi cha kipelelezi cha hali ya juu cha Israeli. So Waisraeli walituma ujumbe kwamba nchi yao ati Iran bado waliamsha kile kiganda. So that is why the revenge has come, because the Iranian could not understand. They could not respect the order. Although United Nation body ina control zile nchi ziko na nuclear, IAEA. IAEA inamina aje? IAEA of the United Nation body yenye control zile nchi zina nuclear, yenye maana International Atomic Energy Agency. Inamaanisha International Atomic Energy Agency yenye na control zile nchi ziko na nuclear facility. So imekuwa ikisukumwa sana kaona sana iache ujenzi wa nuclear, lakini wamekuwa wakichukulia muda. Kwa Israel na Amerika wanasema Iran inachukua hii kitu kama mbaz, ndio maana vita ilianza. Na wapigwa kumaanisha ati Ayatollah alikuwa anatolewa hiyo, alikuwa anakomeshwa, lakini ana ignore. So from ignorance, I think this is why they were destroyed, they were killed and they were eliminated. So situation huku hata kukula tuna mara moja tu, sababu kutoka nje ni ngumu, mafuta hayuzwi. So situation ya huku, najua wale watu wataathirika sana. Wale watu wataumia sana. Sasa tuseme ni sisi tuko huku, na even hata nafikiria after vita hii ikiisha, mafuta itapanda, yani economy itaumia, nchi nyingi zitaaffectiwa ki-economy. Yeah. So nilikuwa nakurudisha hapo nyuma nikwambie vile Wakenya wetu wanasema huko Uarabuni. So kuna Mkenya mwingine bado tuliongea naye kama leo saa 10:30, tuliongea naye usiku saa 10:30 asubuhi. Ako anakaa Iraq, anakaa makao ya Iraq. Na nikamuuliza anakaa wapi huko Iraq, akaniambia yeye anakaa Fallujah. Na situation ya Fallujah, wao wenyewe watu wa Iraq ni kublame tu Amerika, lakini hawajafika kiwango cha kujiorganize ati wakasaidia Iran, unaelewa? Although watu wa Iraq wenyewe wana blame, they keep blaming American and Israeli. They're telling that Iran has the right to defend itself and Israel they must be attacked. So mimi na nyamaza tu, nikamwambia yeye asijibiane na wao, yeye akae tu mahali, yeye aendelee kufanya kazi yake. Na in case wakikaa kama wanamsort kumuuza maswali vile hiyo vita inaenda, yeye aseme yeye hajui, yeye na hataki vita. Asidefend side, asikae kama na defend side moja. Sababu akidefend side moja tutakuwa kwa hali baya. So unajua wale watu ni watu wa kujilipua mabomu. Mtu anajifunga bomu na kuja na kaa katikati ya watu anaua watu. Mwingine anakaa katikati ya watu anajilipua. Mwingine anakuja na gun mahali public imekutana anaua watu. So these people si kama sisi huko Kenya. Unaelewa? Na sasa hiyo situation ya huko, hiyo place yenye mko kuna ulinzi yoyote, kunaweza kuwa na security ikuwe ni tight juu kulingana na venye wanalipua. Hata hawasemi mali Pacific penye, hawasemi hapa ndipo tunalipua leo. Unaona wanaziachilia tu kiumangoto tu hivyo. Wako na target. Unaona kama Amerika mabomu za Israeli na Amerika wakati zinaachiliwa hizo wanaziita ballistics.
wakati wanaziachilia zinaenda to the target, kama ni building fulani hiyo ballistic ina hit nyumba chini basement, so hiyo nyumba yote inaanguka chini kama nylon paper. Zingine wana target zile nyumba, wanaamini maprofile wakubwa wenye walikuwa wafuasi wa huyo Ayatollah ndio wana target, na majenerali wakubwa wale wa Iran ndio wana targetiwa, unaelewa? So mimi nastuka sana hata mahali tulipewa chakula, yani ni kama mkojela ama sijui hata sijui situation ikwaje. Sisi tuliamshwa 6 asubuhi. Kila mtu tukapewa breakfast tu ya kawaida. Na sijui lunch tutapewa saa ngapi, sababu situation ya hizi hoteli kubwa hata wao wenyewe kutoka nje bado ni kazi. So ni kama tuko under government control of Iran. Sababu kutoka nje ni ngumu, kurudi tena ni ngumu. So tunakaa tu hotelini. Bosi wetu alihama huku akaenda hatujui mahali yako, but sisi alituacha, wenye wafanyikazi wake yaliacha kwa hiyo hoteli, akasema mkae huku hadi siku ile nitarudi. Na tunaomba Mungu hii vita iishe. Vita ikiisha ndio tutarudi makazi yake huko chini. Na sasa situation huku hiyo vita inakaa kuisha. Hii vita ni Mungu tu asaidie, sababu inaonekana itaenda, sitaki kuestimate miezi 2 ama miezi 3. Lakini Israel na Amerika wanaamini lazima wa eliminate dictatorial group, watu wenye walikuwa wahusika sana wa Ayatollah. That government, yani lazima ati Trump anasema lazima alete serikali nyingine nchi Iran, lazima alete serikali nyingine Iran. Ati hao walikuwa ni wabaya, yani anatumia jina they were dictators and the dictators must be eliminated from the pillars of his finger. Hata sijui kama unasikia hiyo ndege inaenda, hiyo ndege nasikia huko. Naisikia. Unasikia hiyo ndege? Ndio hii ndege na spy. Sasa mimi nimeacha nifunge curtain kwanza. Wacha nifunge curtain sababu madroni zao ziko hewani. Sawa Jeff, tutakuwa tukiwasiliana na wewe, unanielezea situation venye iko. Nitakuwa kesho, kuna Wakenya wengine nitaipita, kuna nimeona ballistic pale. Hiyo kitu inakaa nyekundu na pita na moto mkubwa sana, sijui na target wapi. Sasa Jeff, tutakuwa tukiwasiliana na wewe, unanielezea venye situation ziko, unaniambia situation za Wakenya venye wako juu. Huku Kenya tu tumestuka sana, huku tu ni maombi tu, tutawaombea tu. Hata sijakwambia kuna Wakenya wako huko Lebanon. Niliongea na wao juzi, nikawauliza wakati niliona milipuko inapiga huko Southern Lebanon kulikuwaje. Madam mwingine ambaye kwao ni huko Kirinyaga aliniambia boss wake aliwachukua akawaambia watoke sana kwa wajaribu vile wanaweza toka, akawahamisha huko Southern Beirut. So wanaenda huko mpakani wa Lebanon na Syria, sababu huko ndio anafikiria ndio kuko safe. So wao Wakenya bado hata wao wamefichwa kwa mahoteli bado. Sababu Waisraeli bado wanalipua Southern Beirut wakiamini ati wapiganaji wa Hezbollah wako na makazi yao makubwa sana huko Southern Beirut, ndio Waisraeli wanalipua kila mahali. So mimi sijui vile tutafanya, sababu hewa hakuna ndege hata moja. Ukisikia ndege zote zinapita kwa hii anga ni ndege za kivita za jeshi, ama madrone ama sauti ya ballistic ikienda. Na sasa nikuulize swali moja Jeff. Uliza swali. Wale Wakenya wako huko kibahati mbaya mmoja akiweza adhirika, mwili yao inachukuliwa aje, ama mili inapelekwa wapi? Sasa connection kidogo, connection haituruhusu. So guys, manzi, umesikia situation venye iko.
Umeona, tunafaa tu tuombee hao Wakenya manzee wako huko. Tuwaombee, tuweke tu Mungu mbele. Mumesikia venye tumeelezewa situation venye huko ni kunoma, hata kukura inakuwa ni ngori. So guys manze, thanks for watching. Make sure manze umesubscribe. Road to 20k subscribers. Na make sure umeacha hapo wa comment manze. Nitakuwa na wa inform, tutakuwa tuna communicate na Jeff atuelezee venye kunaendelea. Make sure umesubscribe. Big up.